Ya mambo vipi? Wale rafiki ambao tunafuatilia series ya Dunia, leo tuko katika episode ya 147. Nadhani 146, sikupata muda kidogo kwa sababu ya mambo mengi ya location na vitu vingine. Sasa leo tunarudi kumzungumzia Mudi. Hiki kipengele cha Mudi bwana na mwanafunzi. Kama vile tulikuwa tukijadili, tunaona kabisa tangu anaanza mahusiano na mwanafunzi huyu hadi leo imefikia hatua Mudi amefanikiwa kumshawishi huyu mwanafunzi au mtoto wa kike mwenye mimba kwamba waondoke, wakimbie, waende mbali. Sasa kama wanaondoka, wanakimbia, wanaenda mbali, ina maana kwamba moja kwa moja tunaamini kwamba maisha yameshachukua sura nyingine. Sasa sura hiyo ambayo maisha yameamua kuchukua ni ipi? Lakini pia kitu kingine tunaona kabisa kwamba huko wanakoenda, je, ni salama au sio salama? Kwa sababu Mudi hatujui anaenda wapi na huyu binti anamfuata Mudi. Ina maana kwamba wote hawana ile direction ambayo ni ya maana na inayoweza kuwa msaada kwao wote. Hapo wananunua chakula, lakini wamenunua mkate na soda, mama mjamzito wale. Lakini Mudi akili yake sasa saizi halewi. Tunatofautisha kwamba wakati anafanya maamuzi ya kuenjoy, anasema anajilamba, yeye ni mwalimu Mudi, mwalimu Muzungu, alikuwa anatawaliwa na pombe na hali nyingine ambazo zimemwathiri. Lakini sasa hivi tunaona kwamba Mudi hajalewa kabisa tangu ameletewa habari za ujauzito wa huyu binti. Kwa nini Mudi hajalewa? Ina maana sasa hivi hawezi kushughulikia matatizo yake ikiwa atakuwa amelewa. Atakuwa mzembe na watakuja wamkamate. Kwa hiyo anachojitahidi kufanya ni kumzidi huyu msichana akili, waende wanunue msosi, baadaye mkimbie. Sasa Mudi atafanikiwa kukimbia? Mudi ataenda wapi? Huyu msichana ataenda wapi? Hii ni hali ambayo iko katika maisha ya kawaida, sio kwenye movie tu. Series ya Dunia ipo tu kwa ajili ya kuweka wazi vile vitu ambavyo tunakuwa hatuvioni, lakini vinaendelea kwenye maisha ya watu. Sasa msichana kama huyu, mama yake alikuwa anampambania, anajitahidi, anampa mahitaji, mwanangu soma, lakini binti, ujana umekuja na giza kwenye maisha yake. Hakumsikiliza mama yake wala nani, akaona aendelee kujirusha na Mudi. Sasa Mudi ndo huyo hapo. Mudi anafanya mipango ya kumkimbia huyo binti. Kuna maisha ya huruma huwa yanakuja. Huyu mtu kawa hivi kwa ajili yangu. Huyu mtu alinipenda, alijitolea kwangu kwa kila kitu na hakwenda hata shule ili akae na mimi. Lakini pia ni masuala ya kimapenzi na masuala ya mahusiano, upendo, lakini vilichukua nafasi kubwa kuliko future. Sasa Mudi anamtoroka huyu binti. Mudi asipotoroka kuna kwenda jela. Mudi hawezi kumlea huyu binti na mimba yake. Huyu binti ataenda wapi? Hapa tunarudi kusema kuna viumbe ambao ni very strong kama wanawake. Wanawake wengi watu wamewakimbia na mimba zao, wamekaa na mimba, mwisho wa siku wamezaa watoto, wameitwa masingo mama. Sababu ni nyingi. Sometimes tusiwadharau sana wanawake pale tunapokuta wana mtoto unaita single mama, hafai single. Sababu ya usingle mama huwa ni kubwa sana. Kila mtu huwaga na mapito yake. Kwa kuna wakati tusiwalaumu sana, ila ili kuepuka lawama mabinti muwe makini pia. Hata tunaona kama msichana huyu hapa na wengine ambao wako mtaani huko, leo anakuja kuitwa single mama, amebeba mimba ya mlevi, afu mlevi amemkimbia. Maisha hayo yanakuaje? Mudi huyu hapo anakimbia kabisa, mnamuona. Sasa atakimbia aende wapi? Binti amekoswa pa kwenda, imebidi arudi nyumbani. Sasa kule kurudi nyumbani, ameshamchokoza mama yake. Walienda kwenye kipimo, akajificha, akatoroka, akaenda kwa Mudi. Sasa kimbilio lake limekimbia. Huyu binti anatakiwa kufanya nini? Na mtoto tumboni, anahitaji lishe, anahitaji maisha ambayo baada ya kukoswa kimbilio, ni kawaida ya mabinti wote. Wakikoswa kimbilio, wasipojiua wao wanarudi nyumbani. Amerudi nyumbani, ana mimba, ujanja wote mfukoni. Haya, mama ambaye alikuwa anajitosa, anampambania binti, anampa nguo,
huduma kama binti soma, binti anaenda kuishi na mudi. Ndio anamlipa mama yake mimba ya mlevi, afu mlevi amemkimbia. Hebu kama mzazi kaa ufikirie hii kitu wewe na waumizaje. Alafu wewe binti kaa ufikirie kesho kishakuwa mzazi mwanao akakufanyia kama ulichomfanyia mama yako. Hii kitu huwa inaishi kwenye maisha. Umeona? Kwa hiyo kaa utafakari na ufikirie sana. Hiki huyu mama alichofanyiwa na binti yake, hicho ndicho kinachokuja kukutokea na wewe. Binti yako atakuja kukufanyia hicho. Huyu mama analalamika, lakini sio kwamba analalamika bure. Anachokiongea ni ukweli unaoumiza, unaogusa maisha. Sasa huyu binti hata akiomba samahani nyingi zinakuwa na maana gani? Haziwezi kuwa na maana yoyote. Alishaamua kumpa mama yake doa kubwa, lakini ameiondoa furaha ya mama yake pia. Japo baba yake hatujamuona kwamba yupo au hayupo. Jamii itamchukuliaje huyu mama? Ni kwamba ameshindwa kumlea binti yake? Sasa huyu mama hata kulalamika hivi anavyolalamika bado hawezi kumfukuza binti yake. Na ikiwa atamfukuza bado atatengeneza mazingira ya kumhudumia. Kwa hiyo kupitia kisa cha Mudi na huyu binti Debora tunaweza kupata taswira halisi ya maisha yanavyokuwa. Hii huwa haijalishi kwamba binti amezaliwa analelewa na mzazi mmoja au wazazi wawili. Kama binti kaamua kukengeuka, hata kama baba angeongeza mbwa, lakini ule uhuru unaompa mwanao kwamba nienda shuleni, huo ndo mtoto anaotumia kufanya vitu ambavyo havipendezi. Lakini image anayoleta katika jamii na familia ni kumdhalilisha mama na kumfanya mama kuwa mtu dhaifu asiyeweza kuongea hata mbele ya wenzake. Kama ni kwenye vikoba, basi mama huwezi kuongea. Utamuongelea nani? Watakunanga. Binti yako umuoni. Kwa hiyo hii fedheha inayotokea inakuwa inaathiri sana maisha, saikolojia na mambo mengine ambayo kama mtu husika unayeweza kuhisi maumivu ya ndani unaweza kuyapata. Hebu fikiria kwa kabinti sasa kanapelekwa wapi? Kakishaza kaolewe na mwanaume mwingine. Vile mwanaume akimwangalia huyu mwanamke alikuwa anatoka na Mudi huko. Maisha yanavurugika. Maisha yanaharibika, alafu unakuwa umemjengea mtoto wako huyo misingi mibaya kwamba mtoto wa single mama. Basi tu.